Baada ya kushuhudia vipute vizito sana ndani ya weekend hii, tumeshuhudia michezo ya Ligi ya Mabingwa Afrika pamoja na ile ya Kombe la Shirikisho, na matukio mengi sana yameweza kujitokeza. Young Africans ambao walianza mchezo wao kule nchini Misri dhidi ya Al Ahly wakapoteza kwa mabao 2-0, lakini Simba Sport Club na wao waliweza kupoteza pale nchini Tunisia dhidi ya Esperance kwa bao 1-0. Matukio mengi sana yametokea. Mnyama Simba ameandika rekodi nyingine, japo sio nzuri, kuwa timu ya kwanza kutoka Tanzania ambayo mpaka hivi sasa haijaweza kupata alama yoyote kwenye hatua hii ya makundi. Niko hapa na mchambuzi wa soka nchini, si mwingine huyu ni David Pasco Friji Bovu. Nitakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza nini changamoto hasa ya Simba. Wenyewe wanakuambia michezo mitatu iliyosalia wanachukua alama zote 9 na kutinga hatua robo finali. Je, ni kweli? Mimi ni Erin Junior, nyuma ya kamera tuko na director Moji. Uko vizuri? Mimi niko vizuri. Uko poa? Niko poa kabisa. Mambo mazuri? Mambo mazuri kabisa. Michezo mitatu ya hatua ya makundi tayari tumeshaishuhudia. Simba Sport Club mpaka hivi sasa hajafanikiwa kulamba hata alama moja kwenye hatua hii ya makundi. Pengine hii taswira inaleta nini hapa? Mechi ambayo ilisubiriwa kwa hamu ilikuwa ni ile ya Esperance Sportive na Simba, kwa sababu ndio ilikuwa kama turning point ya Simba mara baada ya kupasuka katika mechi mbili zilizopita dhidi ya Stade Malien lakini na Petro di Luanda. Wengi waliamini mara baada ya mabadiliko kwenye squad ya Simba kufanyika kwenye dirisha dogo, lakini pia kocha mpya Steven Baka ambaye alifikisha pia Stellenbosch hadi hatua ya nusu finali. Unakumbuka dhidi ya Simba la season, sio? Watu wakajua kabisa, hata mimi binafsi nilijua wanaweza wakamsumbua wala waondoke hata na point moja, lakini nilichokitazama na nilichokuwa nakiwaza ni vitu vile tofauti kabisa. Simba bado ni yule yule, yani Simba ni yule yule, wanasema jana, leo, kesho ni huyo hajabadilika, kwa sababu zaidi kubadilika kwake ni kuendelea kugawa utamu kama ambavyo kauli ya Semaji. Na Semaji alisema hatuwezi kugawa utamu hadi ifike mara 3. Sasa imeshafika mara 3, kwa hiyo sasa rasmi hilo jina wao wamejipa wenyewe. Na hilo jina linawarudia kwa sababu wao wenyewe walijipa. Kwani ugawa utamu nani hilo jina analolitoa? Wao wenyewe. Si wao wenyewe. Sasa kwa sababu wameshafungwa mechi ya 3, sasa rasmi Simba ni wagawa utamu. Yaani rasmi Simba ndio timu pekee Tanzania inaogawa utamu, kwa sababu jina wamejipa wenyewe. Na wamegawa utamu Tunisia kwenye baridi kali. Unasikia vizuri? Nakuelewa. Kwenye baridi kali. Tuachane na masiara. Tukija kwenye mchezo wenyewe. Simba Sports Club ile mechi ndio kwangu ndio walicheza mechi bora sana. Unajua kuna kufungwa alafu kucheza mechi bora. Yaani kuna namna ambavyo uhai fulani ulianza kuonekana kwa Simba. Ingawa kwenye selection ya kocha, mimi mwanzo nilivyopanga kikosi changu, huaga napenda kupanga kikosi masaa 2 kabla. Mimi sikuanza na Morris Abraham kwenye ile mechi na wala Kibudi. Nilikuwa natamani kabisa kwamba hii mechi wacheze watu wapya tofauti kabisa, tumuone pale juu Mwamba Lusaka. Tunajua ni kweli hiyo kasi ambayo watu wanaitaka kwa Chama unazosipata, lakini ukaipata akili yake, brain, kwa maana composure katika eneo la mwisho, utulivu, namna gani ya kuswitch kutoka upande wa kushoto kwenda kulia, namna gani ya kupiga pasi za mwisho zikawafikia walengwa. Uliona Morris Abraham watu wawili wana outshine pale, watu wawili wanazama uvunguni, na wale jamaa walikuwa very aggressive, wako active. Yaani unaangalia ile mechi uende uone hata dakika moja. Bana nimebanwa na haja ndogo, ukienda unakuta mtu kashapasuka. Kwa hiyo dakika ni moja tu watu wanafanya mabadiliko. Uliona? Lakini Chama alivyoingia kuna namna fulani uhai tulianza kuona. Ni kweli yuko slow, inawezekana ndio tabia yake ya uchezaji, lakini tulikuwa tunaona tayari timu ina utulivu sasa katika eneo la kati pale, balance ilianza kupatikana. Walau hata pasi 2-3 zilikuwa zinaenda kwa wahusika. Walau tulikuwa tunaona pia hata walau Simba alikuwa na uwezo kata dakika 1, dakika 2 na mpira. Lakini mwanzo wakati Chama hayupo ndani, Simba alikuwa akigusa tu mpira, wauni wamefika, wameondoka na mali, wanakuangua, wamemaliza. Chama alivyoingia utulivu, lakini Libase Gay alikuja kuonyesha uhai, kwa sababu tuliona Kibu Dennis anatembea uwanjani, na I don't know Kibu kitu gani kimemkuta siku za hivi karibuni. Kama yeye tayari nyongo imetumbuka, unasema nyongo ikishatumbukia siku zote uweze kufanya chochote. Na nyongo wage inatumbukia upande wa kushoto. Kwa Kibu nyongo imeshatumbukia upande wa kushoto. Hachezi mpira wake tena Kibudi. Sio yeye. Kibu anacheza mpira wa kawaida mno, normal, anatembea uwanjani. Uliona sasa
Mara tu baada ya kocha kufanya mabadiliko akamuingiza Chama Clatous pamoja na Libase Gay, tukaanza kuona jamaa wanafika eneo la mwisho, wanajaribu. Libase Gay ana nguvu, ana skills, ana turn, anapiga mashuti, mguu wake wa kushoto na nguvu sana, anajaribu kuingia kwenye box, lakini kwa Kibu ulikuwa tuone mambo. So na Elie Mpanzu pia. Kwa wao wachezaji Kibu na Elie Mpanzu kwa sasa inaonekana ni wachezaji wa low flop. Unajua kuna kudrop alafu kuna kuflop. Wameflop. Yaani kwamba kuna shida kubwa wanayo wale wachezaji. Leo ukiwafuata kama utaomba interview akakupa, ukienda kuwauliza wanaweza kukuambia wana changamoto kubwa sana. Yaani huoni kabisa kama hawa wachezaji wana kiu ya kutafuta ushindi. Hawa wachezaji wana kiu walau ya kuipatia Simba points. Huoni? Mtu kama Elie Mpanzu ndo mchezaji ambaye amepewa nafasi kubwa ya kuaminika, lakini bado huoni kabisa ikaeka ndani ya box, huoni kabisa movement zake, huoni akishoot akijaribu, lakini Kibu Denis anatembea uwanjani. So maingizo yaliokuja, kuna uhai fulani ulikuja kuleta mtu kama Libase. Tumi mchezaji aliyeleta uhai zaidi ni Libase Gay, lakini pia na goalkeeper Mohamed Jibril Jibo Kasali. Niliona kuna save moja alifanya ilipigwa ya moto sana, akaenda akaipunch, lakini goli alilofungwa ni uzembe wa Shomari Kapombe. Yaani Shomari, Simba ifike mahali waseme Shomari kama ana hisa kwenye ile timu. Unajua kuwa na hisa ni kama mfanya biashara, sawa? Unaingia kwenye hisa, unaingia ubia na mtu mwingine. Unachakwako hapo. Bana wewe hapa sikulipi mshahara, tunafanya kazi win-win situation. Sasa Shomari awaambie tu wana Simba mashabiki wao kwamba yeye ana hisa. Ina maana pale ni win-win situation. Shomari ananufaika na kipande chake na Simba ananufaika na kipande chake, kwa sababu huwezi misimu yote Simba anatafuta fullback wa kushoto tu wanashindilia. Mara Kadim Diao ametafutwa amemkosa, mara Kibabagi yule pale, Valentine kipindi kile anamuongezea Zimbo. Yaani Zimbo anaongezewa Valentine Ouma. Ukienda kwa Simba Shomari anaongezewa Duchu. Unajua Clatous chota Chama. Goli zamaliza. Kwa sababu goli lilofungwa. Ukija kwa Chama taongea vizuri. Goli lilivyofungwa ni Shomari. Ndio. Mpira unapigwa kutoka katikati ya uwanja. Pasi na mkuta bwana mdogo ana miaka 9 bado mbichi. Bado ananuka maziwa yule. Jack Diarra bado ananuka maziwa. Yule bwana mdogo akampeleka Shomari Kapombe, anaenda naye wangu kama mawinga wa Kariakoo. Unajua winga wa Kariakoo wanakimbiaga mwanzo mwisho hivi na mizigo yao. Yaani Shomari alikuwa anapelekwa kama winga wa Kariakoo hivi. Sababu yule jamaa yuko kwenye bega la Kapombe, Kapombe yuko hapo. Maskini ya Mungu. Akili nataka, mwili hautaki. Anataka kupiga tackling, nitategua nyonga. Nikitegua nyonga, hisa zangu zimeishia, shughuli yangu imeishia hapa. Maana sasa mimi nitaishi vipi tena mjini? Kwa sababu mimi nafahamu beki ambaye amekamilika, kijana yule ile tu ule mpira unapigwa tayari amesha detect. Beki mzuri wa kulia amesha detect, umri mdogo, mwenye maarifa na kila fonda Kapombe. Pale cha kwanza aliyofanya angemtoa kwenye njia. Si anakuja Jaki hapo ana mdogo kabisa yule, mpira unatupwa kule. Kabla mpira hujapigwa nimeshanusa kwamba nanusa hatari kwamba huu mpira unarushwa kutoka kule. Sasa nitakachofanya mimi naweka zangu msuli. Diarra namtoa kwenye njia alafu tunaanza kupambana pale. Lakini basi okay, ameniwini tayari bwana mdogo Diarra. Mimi kama Shomari, senior captain wa Simba kwa sasa, na take precautions zipi ili kuhakikisha huyu jamaa ingii kwenye box langu. Pale anafanya nini unajua? Ingia deep, kupiga clutch, deep side tackling. Anasafisha ule mpira. Mfano mtu kama Rushin Diroko, huwezi kupitwa na mtu kama yule. Rushin Diroko angelala uvunguni angetibua. Like hata Wilson Nangu angelala uvunguni angetibua, angepiga wala hata basi tafuta kadi ya timu. Ni hatari. Ule mpira umetupwa kwa fundi wa mpira Jack Diarra. Nafanya nini? Natafuta kadi ya timu. Tamvuta shati, taonyesha kadi ya njano, kwa sababu ukiangalia Rushin Diroko alikuwepo katika eneo kule nyuma, hakuwepo kwamba eti kwamba alikuwa wa mwisho Kapombe. Lakini pia ukiangalia Wilson Nangu alikuwepo upande wa juu. Kwa hiyo hakuwa wa mwisho. Kapombe baba unapitwa na Diarra. Ng'ang'ania. Kuna kitu watu hawajifunzi. Wewe kumuona Pedri wa FC Barcelona, nini tena huyu jamani? Anafaa nini wadudu? Bwana, umewahi kumuona Pedri? Pedri anacheza Barcelona na Real Madrid. Vini anapita mbele yake. Pedri anaangania ile jezi ya Vini. Wanakimbia naye, wanasereka naye. Karibia mita 5 hadi mita 6. Ameng'ang'ania. Anajua hivi hapa nitaonyeshwa umeme. Au no, nitaonyeshwa kadi ya njano sababu ile yeye sio wa mwisho. Lakini mwisho wa siku nimeisaidia kwa sababu Vini akipita Mbappe yule kule. Rodri yule kule. Nafanyaje? Basi mimi namng'ang'ania, anasereka naye.
Sasa Shomari alishindwa nini hata kungangania jezi yule bwana mdogo Jaki? Alishindwa nini Shomari namuuliza? Kwa sababu Shomari sasa hivi anaonekana magoli mengi sasa anaanza kupita upande wake. Na hata yeye pia uaga sasa hivi hana yale maamuzi ya kufunga. Kwa mbele yake ameshindwa kufunga, lakini utauliza Simba akili mgando kwamba okay, upande wa kulia why ampazingatii na Shomari ndo amekamilika 100%. Sijui unaelewa vizuri. Wao watashindilia tu upande wa kushoto, utasikia bwana alikuwepo Zambo Junior akatolewa akaingizwa Mligo, ametoka Mligo sasa hivi yuko Mligo na Kibabage ndo mabeki wa kushoto hao. Lakini twende kwa Kapombe, Duchu. Haya Duchu atacheza ile mechi ya Esperance, atoke dampu wani. Mage Esperance wale Duchu ndo angekimbizwa hapa na Mbagala. So to me tukizungumza ule halisia na ukweli, Shomari Kapombe he need to rest. Anahitaji kupata walau muda wa kupumzika. Simba watafute fullback wa kulia. Dirisha dogo bado liko wazi. Kama kuna mzao anapatikana kwa sasa waende wakatafute. Ila kama patikana tafuta hata mwingine tu wa kigeni ambaye ataenda kuwasaidia. Shomari nao amechoka, muda wake umeenda. Umri. Kazi na umri. Goli limefungwa ni Shomari Kapombe wa kubeba ule msalaba. Ujio wa Clatous Chota Chama kwenye klabu ya Simba Sport Club kuanzia mechi tuliyoiona dhidi ya Esperance, pengine anaenda kuleta matumaini kwa Simba? Matumaini gani? Chukua pointi zote 9. Umetumwa nini? Hivi leo Irene wewe ni yule ndio kuzoea kweli. Wewe na Moji mmetoka wale mmefunga safari wa Kinondoni. Chama. Unajua kuna muda zambi mnazitaka wenyewe jamani. Unajua mwezi mimi nafunga unajua sasa hivi jamani Namuomba Mungu. Sasa hivi sitaki uongo. Ndio. Yaani kaya hapa anaweza kudanganya Simba jamani, Chama amekuja kuwasaidia, Chama ndo mkombozi wa ng'ambo, Chama ndo anagawanya bahari kama Musa, bahari ya Shamu. Sindachoma moto mimi. Yaani nachoma moto hata kabla sijafa. Chama Clatous, he's not a bad player. He's a good player. Talented player. Chama ana bibi 3. Ball balance, ball control, ball technique anazo. Hadi ball brain, lakini nyakati. Ni kwamba timing ya Chama kwenda Simba makosa. Timing hii. Timing hii makosa. Ya moja tu DJ Mark waga tafsiri movie kwa Kiswahili akwambia makosa. Chama timing yake ndo makosa. Unajua sababu gani? Umeenda kwenye Simba ambayo sasa hivi inatafuta muunganiko. Umeenda kwenye Simba sasa hivi inatafuta walau pointi 3 ili kurejesha confidence. Unaelewa Ina kwenye Simba ambayo ilipewa kipaumbele kuliko timu yoyote kwenye kundi lao. Simba na Esperance Sportive ndio timu ambazo zilipewa nafasi ya kufuzu na wao ndio walipewa kipaumbele, lakini leo angalia anaongoza kundi ni nani? Stay Malie. Malie kaenda kumkazia, kamvimbia Esperance pale kwake. Kuna deki utoki hapa. Suluhu imemsaidia Simba, ameenda kichwa amelambwa 2 pale na kadi nyekundu ya Alassane Kante. Jana Pedro Luanda ameenda kichwa kala 2 pale. Anaongoza nani sasa hivi? Pointi ngapi sasa hivi? 7. Yule pale juu. 4 jumlisha ngapi? 3 7. Yule pale juu anafuata Esperance. Yule pale ana 4, Pedro Luanda. Simba hana point. Sasa wewe uniambia habari ya Chama mimi kwamba Chama sasa akapambane amzuie Esperance kwa Mkapa. Na kwa Mkapa yenyewe Simba sasa hivi jamani. Hivi unajua kwa Mkapa Simba hawapawezi hivi. Kwa Mkapa hatoki mtu. Sitaki kumpa mtu matumaini, mkasema Friji Bovu alitupa matumaini. Sitaki dhambi ndogo. Akishinda ni kudra za Mwenyezi Mungu. Kudra za Allah. Ila kwa mwenendo wa Simba wanavyocheza uwanjani, wachezaji hawana jihad, wachezaji sasa hizi wachezaji they don't care tushinde tuzishinde. Mashabiki they don't care tushinde. Mashabiki wa Simba wamekufa ganzi. Eti juzi wamefungwa, they don't care. Asema sisi mili yetu shakufa ganzi. Tulikuwa tunajua tukishinda tukifungwa tumefungwa. Yaani sisi tushakufa. Yaani kiujumla mashabiki wa Simba wanasema wao wameshakufa. Kimwili na kiroho. Kwa hiyo wao hawajali. Tufungwe tusifungwe. Sasa hiyo ni mbaya sana kwa klabu kubwa kama Simba. Mashabiki wakishapoteza tu morali. Wachezaji wakishapoteza, yani wachezaji wanapoteza morali, mashabiki wanapoteza morali, viongozi wanapoteza morali. Wategemea nini? Chama haendi kuisaidia Simba kwa sasa kwa sababu Simba haina mwelekeo mzuri. Kwa sababu mechi ukiangalia si wametoka sare na Mtibwa wakaenda kula wakajua labda lolote litatokea. Sasa wanacheza na nani? Yaani okay, Chama anaenda kubadilisha matokeo mbele ya nani? Nikuulize sasa wewe. Mechi ya mbele leo si dhidi ya Esperance. Sasa Esperance wale walivyocheza ndugu yangu wale wa Afrika watatu wale wanne unaonaje? Kuna Keita, kuna Konate, alafu kuna yeye mwenyewe Diara. Madude yale. Waarabu wako wenyewe wamefunikwa na wale jamaa. Advantage ya kucheza nyumbani itatumika. Wapi nyumba ipi sasa? Kwa Mkapa. Kwani kwa Mkapa Simba ameshinda lini? Mara ya mwisho.
mtasema labda friji bovu leo, kama vile Simba umekatia tamaa. Simba uliokuwa unaisema dudeli kubwa kwamba ndo leo yani umewavua nguo. Brother and sisters, nimesema ni mwaka 2026. Ukweli tu, yani siwezi kudanganya mtu. Simba uwanja wa Mkapa lini kashinda? Jibu hilo swali tu, alafu tuendelee na interview. Si muda mrefu. Simba pale katika mechi 5 zilizopita kapasuka uwanja wa Mkapa. Simba huyo kapigwa na Azam FC 2-1. Simba kapasuka na Petro di Luanda pale, Simba ya matatu. Mohamed Dewji yuko juu anashika na hesabu, anamomba, anapiga dua pale juu. Moja. Wanajua pale wanaenda kwa Semalie, wanakula chuma 2, wanapata 1. Sasa Simba hii kwa Mkapa, kati kwa Mkapa wenyewe pashawashinda. Sio tu kwa ajili ya mechi za kimataifa, hata mechi ya nyumbani Simba mpasuka na Azam pale, si ndio? Kwa hiyo hatuwezi kudanganya mtu Simba hii ni mbovu jamani. Simba ilipofikia ni level sasa hivi watafute shughuli nyingine ya kufanya kisema kweli, kwa sababu kwa upande wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hawana mtu wa kushindana naye. Watu wote wana point. Sasa wewe una point, alafu unasema Esperance nitamfunga kwa Mkapa. Na calculator zinaweza kutumika gani? Wale calculator zinadanganya eti. Kuna calculator, nenda kanunue calculator pale, nenda Kariakoo pale. Ziko calculator zinadanganya pale. Unabonyeza 7 na utia 3. Unabonyeza 10 na utia 2. Calculator zipo. Unacheka nini? Kwa hiyo point yangu mimi ni nini? Wanasema wataalamu, nyota njema huonekana asubuhi. Nyota mbaya huonekana asubuhi pia. Nyota mbaya kwa Simba ni asubuhi. Nyota njema hamna. Kwanza viongozi wenyewe waelewani. Lini umemwona Mo sasa hivi anaenda anasupport hiyo timu hiyo? Lini? Yaani Mo zamani ukisikia CAF Champions League anakuambia shabaha yangu ni kufika finali ya ligi ya mabingwa. Shabaha yangu ni kubeba ubingwa wa Afrika. Kisheni baba anapita bana. Kwa hiyo nachojaribu kuelezea mimi hapa, shabaha Mo imefeli. Na yeye mwenyewe anapigiwa simu sasa hivi ashiki. He don't care. Yaani kwamba yeye alipofikia kwa sasa, alipofikia liwalo na liwe. Sasa Mo mwenye timu yake, Mo mwenye mechi za CAF, yeye mwenyewe kama amepata ganzi, hivyo unategemea nani ambaye anaweza kaisaidia ile timu? Mangungu? Na kuuliza. Kwa hiyo kuitibu Simba inatakiwa sasa hivi kufanyike kitu gani? Mo alikuwa anaita wachezaji, anawamotivate wachezaji, anawapiga bonus na vitu kama hivyo. Mechi 3 wameenda kucheza jana juzi dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, mpasuka. Leo ndio Mo anashtuka kwamba kumbe tunapoteana. Sasa ndio ameanza kutafuta mchawi ni nani. Taarifa ninazo za ndani. Tupe hizo za ndani. Nimeambiwa nisiseme. Sisi tu. Yaani ni kwamba Mo sasa hivi ndo ameshtuka kwamba jamani, nimwapa timu, kila mtu nimempa nafasi yake afanye majukumu, lakini mbona timu haifanyi vizuri? Tumesajili, nimepeka hela, shida iko wapi? Sasa leo ndo wanaitana sasa na baadhi ya wanachama, jamani, hii timu naombeni sasa na wakabidhi timu, mpambane muwezavyo, tuende hatua ya robo finali. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mo anaamini sasa wanachama na mashabiki ndo wana nguvu ya kuipeleka Simba. Viongozi waliopo wameshindwa. Uongo kweli? Uongo kweli? Kwa sababu ukiangalia Magori yupo ndani, Mangungu yupo ndani, Tayageni hayupo. Si ni mjumbe? Kwanza sio mjumbe. Tayageni yupo ndani. Wapi? Hayumo kabisa. Tayageni mtoeni. Hayumo. Kwa hiyo ukiangalia Mo ndo ameshtuka saizi mchezo, lakini amekumbuka shuka kwa sababu leo mimi sikwambii Simba hata kama atampiga Esperance, uwezo wa kumfunga Esperance anao. Pale kwa Mkapa. Uwezo anao. Kikosi anacho. Kama wataongeza umakini na kama wao wachezaji watajituma, watasema sisi tunataka huo mchezo, wanaweza kupata. Lakini je, yule Semalia anamweza Petro di Luanda? Kwa hiyo hesabu zao walishazikosea mwanzo. Simba walifanikiwa msimu juzi kwa sababu alipigwa na Oroya, akapigwa na Raja Casablanca, akadondosha pointi 6. Akaenda akamlia timing Vipers, akamwasha kule, akaja akamwasha na kwa Mkapa. Hiyo ndio Simba sasa tunaojua sisi kwamba alifanya comeback. Oroya akaja kala 7 pale kwa Mkapa, Simba akakusanya pointi zake 9 safi kabisa. Akaenda kwa Raja akapasuka goli 3 kama kawaida, lakini akaenda zake robo finali. Lakini Simba hii haina pointi hata moja, lakini watu kukutana nao ni surprise package. Hamna Vipers pale wala hamna Oroya pale.
Wako watoto wapya wabichi wasiojulikana, alafu damu zinachemka hivi Stade Malien, damu zinachemka hivi, watu wadogo wanautaka ndo wambalee. Sasa hiyo watu wambalee wale wambalee wale Stade Malien ndo kwanza wambalee. Tafuta umri wa miaka 30 pale, nenda wa Petro wa Reno wa Brazil wale pale. Haya wewe unayegee tu peke yake, Libase Gay ndo mtu ambaye sasa hivi unaona ndo energetic player, ndio mchezaji ambaye anaweza akajituma akajitoa mwanga. Wao wana zaidi ya Libase Gay karibia 7 hadi 8 hadi 10. Ni ngumu sana. Na Simba msimu huu hii ondoka nayo sawa wakubali wakatae, timu yao imedrop. Na kwenye michuano ya CAF msimu huu robo finali kwao ndanga chendanga. Yaani robo finali wakienda Simba ni miujiza Mwenyezi Mungu. Robo finali Simba akienda, kiusema ukweli, wanapaswa wakatubu na kumomba Mungu kwamba kweli Baba tulikukosea, umetusaidia, umetuvusha. Oya, hivi unashaye kuona mtu amekaribia kufa yuko ICU? Akipona haya maombi yake, kwani atarudia kuvuta bangi? Atarudia kuiba? Arudi. Kwa nini? Kwa sababu aliponea kwenye tundu la sindano. Kwa hiyo Simba akifanikiwa akarudishe tu shukrani ya pekee. Mzee pia Young Africans ambao wamepoteza mchezo wao dhidi ya Al Ahly. Licha ya kuonekana kundi la Young Africans ni gumu, kila mmoja alisema ameingia kwenye umoja wa Waarabu, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumzia michezo mitatu imepita, bado wako nafasi ya pili kwa alama zao zile 4. Pengine hawa ndo kidogo tunaweza tukasema wana matumaini ya kufuzu na kuendelea kupata alama. Kwanza Yanga, hebu waondoeni kwenda robo finali kwa sababu wao ilikuwa sio shida zao. Kimbele chao ndio kimewapeleka mpaka sasa hivi wana pointi 4. Ila Yanga wao walikuwa hata sio mpango wao. Mpango mama wa Yanga ilikuwa ni hatua za makundi. Na wakapata, wakavuka. Sasa robo finali imekuja kama nyongeza. Sasa kama hii bonus hii na bado wanaonyesha uhai kuliko timu nyingine yoyote kama Simba. Yanga wanaonyesha uhai kwenye bonus yao, wameivuka bonus. So mimi Yanga hata asipoenda robo finali nitaona tu wao walikuwa kwenye malengo yao wametimiza, lakini ndio timu pekee ambayo inaonyesha uhai kwenye ligi yetu kwa sasa, hasa kwa upande wa hivi vigogo viwili. Simba, Azam na Singida mimi nilikuwa naona tu wanatosha kwenye hatua makundi, lakini bado ana surprise. Singida na points 4, Azam ana 3, Simba hana. Sasa utamwona Young Africans kuna kitu cha kipekee anacho. Tayari ameshakusanya zake points zake 4. Kaipata kwa AC FAR Rabat pale katika uwanja wa New Amani Guantanamo. Kaenda kuokota pale kwa JS Kabili. JS Kabili wakutana na Mwarabu wenzake FAR Rabat, wamedundana huko bila. Ukiangalia msimamo wa kundi, yuko Ahly pale juu pointi zake 7, alafu Young Africans pointi zake 4. Yule anayefuatia watatu ni AS FAR Rabat. FAR Rabat yeye ana pointi zake 3 kwa sasa. JS Kabili yeye ndo anaburuza huo mkia wenyewe. So my point is kwamba Young Africans kwa namna ambavyo cheza na Ahly uwezi ukawalaumu kwa sababu wamekutana na heavyweight. Ahly ni mabingwa wa kadri wa michuano ya CAF. Ahly wale wasajili mchezaji anacheza hadi ligi ya Uingereza. Yule pale Mohamed Trezeguet. Yule Trezeguet amefunga bao kwa Mwenda, amemtumia kama ngazi. Yaani Mwenda pale hata angepandisha ujio wa stool asingeweza kumzuia yule jamaa. Ni refu lile dude lile. Kwa Mwenda wakati inapigwa ile na Mohamed Hani, Mwenda yeye hajaangalia aliyoko nyuma yake ni nani. Ana focus na Hani. Trezeguet. Diara na upapasa mpira kambani. La pili, Mudathiri haya basi anatoa liboko. Inapigwa na Imamu Ashuri, bonge moja la pasi fulani hasanati. Trezeguet anapiga bao la pili. Na Yanga wasipokuwa makini pia pale Guantanamo, kama wachezaji hawatakuwa active, hawatakuwa aggressive na kujituma kila mmoja akaonyesha uwezo wake, wanaweza kapasuka pale. Kwa nini? Kwa sababu Ahly imeongeza wachezaji. Ukiacha wewe niambie kuna mchezaji gani kumzuia Imamu Ashuri pale? Ulaya tu nilikuwa naiona mimi siku ile, mchezaji anagusa anachia, anapinduka na uchukui mali mguuni kwake. Kuna Trezeguet kule. Ukiangalia baadaye akaingia Ramdani, lakini angalia pale chini kina Koka, kina Ziz. Wana timu sana. Yanga kikombe chao cha kuepuka, wampige JS Kabili pale Guantanamo Bay, anafikisha 7. Akahangaika na AS FAR Rabat kwa sababu mechi haitakuwa na mashabiki. Apate hata 1 na 8. Ahangaike na Ahly atafute sare. Pale atafute sare, akishindwa kumpiga kabisa, atafute sare, Yanga atakuwa na 9 anaenda. Lakini akisema aende kwa papara wachezaji wanakosa nafasi, kina Maxim pia Nzengeli pale mbele, sijui kocha naye anafanya utoto. Mimi leo Pacome hata kama anatembea na mguu mmoja, siwezi kuanzisha Okello mbele ya Pacome. Kawatume Yanga. Kwa hiyo kumwanzisha Okello ilikuwa ni makosa ya kocha. Ni mchezaji mzuri sana, lakini kwa mechi ya kwanza amesajiliwa. Clash of heavyweight kama Ahly, unaweza kuanza na Alan Okello, Pacome akula mkeka. Tumii Pacome alizevu kwanza ile mechi. Watu wanaweza wakani crash, ilikuwa ni mbinu then what? Kwa sababu ni mbinu, Okello kafika eneo la mwisho kakosa goli. Alipiga kevu nzuri sana. Lakini je, Pacome angekuwa maeneo yale anakoacha?
lakini Pacome ana mtaji wa nguvu kupanda na kushuka na kupiga cross na kufunga pia. So to me Pacome alideserve kuanza ile mechi na Maxim pia Zengeli. Alafu juu yao pale mimi niliweka viungo watatu, hata huyo muda nilimsukuma pale. Angepiga Damaro Kamara, Duke Abuya, Mudathir asimama pale, alafu baadaye Okello ndo anaingia. Basi hata kama muda aingie, Okello kaa namba 10, Max kaa kule, Pacome kaa huko. Alafu uone. Of course Depu nitaanza naye kwa sababu bado ni mchezaji mwenye anaonekana ana nguvu, ana energy, lakini licha hivyo ana uvumilivu tofauti na Dube. Dube anatoka mara ameenda kushoto ameenda kulia. So kwangu mimi Pacome hata kama anachoma sindano, ngoja nikukumbushe. Mechi ya Yanga na CR Belouizdad, Shabib Riyad, Yanga alipasuka goli 3 Algeria. Metacha ndo alikuwa golini. Alikuwa anatoa maboko sana Metacha. Wameenda pale kwa Mkapa, alikuwa anaumwa Pacome. Ile mechi kama hujawahi kusikia popote, Pacome alisema mimi nitameza dawa, nitachoma hata sindano mnichome, walau nicheze hii mechi na maumivu na hii mechi. Kuna mtu alitegemea CR Belouizdad angekufa golini pale? Pacome aliperform kweli kweli na alikuwa anaumwa sasa. Sasa wewe kweli kocha wewe Pedro unawasema Pacome eti akae bench mechi dhidi ya Ahli, weka watu wazoefu, wanaume wakauane pale. Tena yao wamepona. Why unamchelewesha? Tia yao kwasi, ana overlap, anapanda, anashuka, anafanya acceleration. Yanga angeweza walau angeokota sare pale Alexandria. Ingempa faida kubwa sana, lakini imeshindikana kwa sababu bora wa Ahli pia. Lakini Ahli huyo anafungwa na kina Cleopatra. Ukiangalia ligi yao za hizi kule Cleopatra ndo anaongoza, sio? Sio kwamba ndo mtamu hivyo, lakini kuna kodi Yanga walifeli. Kumwacha mtu anaitwa Pacome bench anakula shisha anatulia hivi. Brother. Yule ndo Yanga na Yanga ndo Pacome. Na hiyo mechi lazima upange wanaume wa kazi kweli kweli. Ili Ahli pale afe. Ali akifa Yanga yule pale robo finali. Na ndo timu mpakia mtu tunaitegemea. Sasa Yanga akitolewa na Simba ametolewa. Haya. Nafasi 4 tulizotengeneza wa gharama yoyote tunapoteza. Kwa Yanga sasa hivi ndio tegemeo la nchi kwenye CAF Champions League. Simba wao sasa hivi watakuwa washangilia Yanga. Mimi tena nashangaa kuna wapuuzi. Kuna wapuuzi eti hapa mjini juzi wanashangilia. Yanga mashabiki wa Simba nyinyi. Hamjui mechi yenu inakuja na Esperance. Wamekaa kule Dodoma eti wananyanyua eti. Haya, kiko wapi? Kuna muda ukifika, mkishajua hali yenu ni dhaifu ya hali. Hakikisheni mnaisaidia timu fulani kwa dua, kwa maombi, kwa sababu Yanga Afrika ndio timu pekee imecheza ndani ya muda mfupi imekusanya points nyingi, pointi 34. Na kama atafika robo finali, Yanga anaenda kumpiku Simba ile nafasi. Yanga akienda nusu finali, ndio Simba tena shule yao imeisha. Ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo inaanzia kwa viongozi, umoja, uthubutu, kuleta wachezaji wa maana. La mwisho, engagement na mashabiki wao. Simba leo kila mmoja anaongea lake, shabiki anaongea yake. Bodi eneo la bodi kwa viongozi pale, bodi ya kurugenzi wanaongea la kwao, klabu wanaongea la kwao, wajumbe wanaongea la kwao, Mo anaongea la kwake. Mashabiki kila mtu analia kutokana na sauti ya kulia. Kuna mtu mwingine ndio hivyo.